katika mwezi wa Ramadhani. Wasumia Ramadhanu, na mwezi umeitwa mwezi Ramadhani kwa sababu li'annahu yarmudhu dhunuba, kwa sababu mwezi wenyewe unachoma dhambi, ayahrukuha, manake unazichoma dhambi, wayudhibuha, na unazieyusha, lima yakhaufihi, kwa sababu ya yalokuwa yamo katika mwezi huu, min kathratil ibada, katika ibada nyingi sana. Alladhi, mwezi ambao, unzila fihi, imeshushwa ndani yake alquran, Qur'an. Ai maana yake lima khassa Allahu Ta'ala, kwa jinsi Mungu alivyoufanya mwezi Ramadhani maalumu, shahara Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, bisiyam, kwa kufunga, wa huwa ibadatun adhima, nayo hii ni ibada kubwa sana. Bayana takhasiswa, Mungu akabainisha wazi umaalumu wa mwezi huu, biinzali, kwa kuteremsha, aadhami kutubihi, kikubwa ya vitabu vyake, fihi, humu ndani ya huu mwezi. Kaonyesha kwamba huu mwezi ni mtukufu sana, ukafanya maalum kwa kushusha ndani yake kitabu chake kikubwa kuliko vyote. Qala Ibn Abbasi, amesema habrul umma Ibn Abbasi, unzila alqur'anu, Qur'ani iliteremshwa jumlata wahida, yote mara moja, minal lawhi, kutoka kwenye lawhi mahfudh, ubao uliohifadhiwa, fi lailatul qadr, katika siku ya lailatul qadr, mwezi 26 kuamkia 27 usiku, min shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Faudhi'a, kisha ikawekwa, fi baitil izza, katika nyumba ya utukufu, fi samai dunia, katika mbingu ya dunia. Thumma nazala bihi Jibril, kisha kutoka hapo kwenye nyumba tukufu ya wingu wa dunia hapo mbinguni, Jibril akawa anateremka nayo ala Muhammad, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, munjama ay mufarri au mufarraka, kwamba sasa anaiteremsha kidogo kidogo. Kuja imetoka yote kwenye lauhil mahfudh. Hiyo ndio maana ya Mungu kusema shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, siku ambayo Qur'ani iliteremshwa yote ni katika siku ya Lailatul Qadr, mwezi Ramadhani, tarehe 26 kuamkia 27. Lakini kushuka gani? Kutoka kwenye lauhil mahfudh ambako ilikuwa imehifadhiwa, kuiletwa kwenye wingu wa kwanza, kwenye nyumba hapo inaitwa Baitul Izza, nyumba ya utukufu. Sawa, ikawekwa hapo yote, kisha Jibril akawa anateremka nayo nusu nusu, kulingana na matokeo huku yanayotokea duniani yanayohitaji ufafanuzi au uchambuzi maalum kutoka kwa Mungu. Basi hapo kipande cha aya ya Qur'ani hushuka, au sura nzima au nusu, kuja kumaliza tatizo ambalo watu wanalihitaji ufafanuzi wake na uchambuzi huku duniani kwa kadri haja yao na mahitaji yao. Naam, ndivyo ilivyokuwa. Bihasabil waqa'i, kulingana na matukio yatakayotokea duniani, basi aya ilishuka au sura ilishuka. Fi 23 sana, katika muda wa miaka 23 ikawa inashuka taratibu kadiri ya haja, kutoka kwenye Baitul Izza, nyumba ya utukufu, kuja duniani sasa kumaliza matatizo ya watu na kuondolea mishikeli yao juu ya mambo ambayo wanahitaji ufafanuzi, uchambuzi. Ikawa kwa miaka 23. Wa thabata maana huu, na yamethibiti maana yake, marufua, kwa hadithi inayofika moja kwa moja kwa bwana mtume, bisanadin hasanin, ambayo mategemezi yake pia ni mazuri. Wa kama khatara Allahu Ta'ala, na kama Mungu alivyoteua hadha shahra, mwezi huu, liinzali alqur'ani alkarimi fihi, kwamba kauchagua ndio mwezi ashushe Qur'an tukufu ndani yake. Anzala fihi ghairahu, akateremsha hivyo vinginevyo, minal kutubil muqaddasa, katika vitabu vitakatifu, na venye vilishuka katika mwezi wa Ramadhani. Lakini Lailatul Qadri ni maalum kabisa kwa ajili ya kushuka msahafu, kitabu kikubwa kuliko vyote, muhimu kuliko vyote, bora kuliko vyote katika vitabu vilivyoshushwa kutoka mbinguni. Fakadi ruya, kwa hakika imepokelewa ni nabii, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kwamba yeye kasema, unzilati suhufu Ibrahima, ziliteremshwa suhufu Ibrahima,
mbao za nabii Ibrahim fi awwali lailati min Ramadhan, usiku wa kwanza kabisa wa Ramadhan ndio zikashuka suhufu Ibrahim. Wa unzilat tauratu, na Taurati iliteremshwa. Taurati ya nani? Musa alayhi salam, fi 6 layali, siku 6 madhaina zilipokwisha kupita, min Ramadhani, katika Ramadhani. Kwa tarehe 6 mwezi Ramadhani ilishuka Taurati. Tarehe 1 mwezi Ramadhani ilishuka suhufu Ibrahim. Nasoma kitabu sawa kwa kadri ya mapokezi na mrorongo na masimulizi na mpangilio wa bwana huyu. Haya, wa injili Isa, na injili ya Isa fi 13 imeshuka katika mwezi 13. Wa fi riwayati 18, na katika mapokezi mengine mwezi 18. Khalat min Ramadhan, wakati zimeshapita siku 18 toka Ramadhani ingie, ndo Nabii Isa alayhi salam akashushwa injili. Wa unzila al-Furqan, na kisha ikateremshwa Furqani, kipambanuzi baina ya haki na batili, ala Muhammadi, kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, bwana wetu Muhammadi. Hapa yanasema fi rabiati wal 20, katika mwezi 24. Anasema rawahu Imamu Ahmadi wa Ibn Murdawi, ameipokea hii habari Imamu Ahmadi na Ibn Murdawi. Qala ba'dhul ulama, baadhi ya wanachuoni wamesema, anna al-kutub al-munazzalati minas samaa, kwamba vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, ila al-ardhi, kuja ardhini, 100, ni vitabu 100, wa arba'atu suhufi, na zikateremka nambao 4 pamoja na vitabu 100 hivyo. Sawa? Haya, asore anasema vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni ni vitabu 104. Vitabu 104. Vitabu 104 kwa msisitizo. Suhufi Shithi, mbao alizoteremshiwa Shithi, 60, ni 60. Wasufi Ibrahim, na mbao alizoteremshiwa Ibrahim, 30. Wasufi Musa, na mbao alizoshushiwa Musa kabla Taurati, kabla hajapewa Taurati, alishushiwa mbao kwanza zilizoandikwa amri za Mwenyezi Mungu, 10, mbao 10. Wa Taurati, na Taureti, wal Injili, na Injili, wa Zaburi, na Zaburi, wal Furqan, na Furqan. Ukichanganya unapata ngapi? 104. Haya, wala aula, na kilicho bora, al-imsaku, ni kujizuilia na adadiha, kuhangaika na hisabu yake. Watafuizi ilma, na elimu yake ikabidhishwe ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu Taala mtukufu. Sawa, inatosha. Hii habari viko vingapi si kazi yetu, lakini cha muhimu yeye katoa dondoo tu kiasi alau watu wajue, lakini si muhimu. Cha muhimu tunakubali kwamba hivi ni vitabu vya Mwenyezi Mungu, swala lake na elimu yake kuvihusu tunarudisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wakad akrama Allahu hadhihi al-umma, na kwa hakika Mungu kaufanyia huu umma karama kubwa, bi anja'ala maani al-kutubi, kule kufanya maana ya vitabu vyote hivyo, majumua yamekusanywa fil Qur'an, katika Qur'an. Wa maani al-Qur'an, na kayakusanya maana yote ya Qur'ani, fil Fatiha, katika surati al-Fatiha. Sikiliza kazi mzee, sufi huyo anazama katika bahari ya maana, halafu anachotoka nacho ni hicho. Tulizana kijana wangu, tulizana. Ujue watu wanafanyaga nini mzee katika elimu za maana. Wacha kusumbuka na wanaopiga mikelele ngenge, wale wanabweka tu, wale hubweka tu. Wasemaji ni hawa, ambao wanaongea kitu anakijua maana yake dhahiri na batini. Haya, anasema wakad akrama Allahu, na kwa hakika Mungu kaukirim sana hadhihi umma huu, bi anjala, kwa kule kuwa kajalia, maani kutubi, maana yote ya vitabu vyote hivyo 104, majumua, vimekusanywa fil Qur'ani, katika Qur'ani. Wa maani al-Qur'an, na kisha maana ya Qur'ani yote,
majumua yamekusanywa fil Fatiha, katika surati al-Fatiha. Subhanallah. Utakuja kujua rafiki yangu, alafu utakuwa shekhe mkubwa kwa kujua kwako, lakini ushekhe wako usikutie kiburi na kujiona bora kuliko wenzako. Tusimame hapa, masha Allah, twenda taratibu. Mungu akipenda mpaka tuje tumalize Ramadhani, tutakuwa tumemaliza kitabu chetu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.